Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nakuletea dondoo za maombi ya Kikristo kwa sababu kuna maombi ya aina mbalimbali. Naitwa Oscar Kindole, mchungaji kiongozi FPCT Kurasini. Tutaanza na swali, kwa nini kufunga na kuomba ni kwa muhimu? Kwa nini kufunga na kuomba ni kwa muhimu? Kwa hiyo leo nitasema moja. Tutaendelea katika huu mtiririko na kukaribisha usiache kunifuatilia. Nitazungumza kwa mtiririko. Kwa sababu ya kwanza, kufunga na kuomba kunaleta mkazo wa kiroho. Kunaleta emphasis, spiritual emphasis. Kwa maana mwanadamu ameumbwa na nafsi, roho na mwili. Kitaalam, nafsi ndiye mtu mwenyewe. Alafu unapoongelea roho unaongelea pumzi ya Mungu iliyomfanya hii nafsi kuwa hai. Lakini pia mwili maana yake ni sehemu ya mwanadamu iliyotoka katika udongo, ardhi. Kwa sababu neno mwanadamu, Adamu, linatokana na kwamba anayetoka katika udongo. Kwa hiyo unaona mwanadamu ni muunganiko wa nafsi, roho inayofanya nafsi kuwa hai na mwili alikotolewa huyu mwanadamu. Kwa hiyo Wagalatia inasema, enendeni kwa roho wala hamtatimiza tamaa za mwili. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili na roho hushindana katika nafsi. Kwa hiyo maombi yanakusaidia kupata nguvu, hasa unapofunga unapata nguvu za kiroho, unakaza. Tunasema kwanza ni mkazo wa kiroho. Jambo ambalo natakiwa kulifahamu, mwanadamu alipoanguka dhambini, kwa maana Adamu, asili ile ya utakatifu ilipotea. Kwa hiyo asili ya dhambi ikaingia kwenye mwili wa mwanadamu. Ndio maana mtoto akizaliwa anakuwa na chembe hai za uovu. Unaona katoto kanakuwa kanang'ata, maziwa kama hayatoki kwa mama kanaanza kung'ata, kadogo kakorofi. Hiyo asili sio ya utakatifu. Amezaliwa kwa namna ya mwili, amezaliwa kwa namna ya kibinadamu. Kwa sababu hiyo, kumbe Ukristo wenyewe unataka mtu azaliwe mara ya pili. Yesu anamwambia Nikodemo, ukitaka kuingia ufalme wa Mungu lazima uzaliwe mara ya pili. Kwa nini kuzaliwa mara ya pili? Mantiki ni kwamba Ukristo wenyewe unataka uzaliwe kiroho. Maana yake roho yako izaliwe mara ya pili. Inazaliwaje? Ukisoma maandiko utaona ni kwa kumwamini Kristo. Unapomwamini na kumpokea kama mwokozi wa maisha yako, unazaliwa mara ya pili. Sasa kuzaliwa huku kwa mara ya pili si kwa mwili, ni kwa roho. Yohana 1:12-13 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waaminio jina lake. Angalia mstari wa 13, waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunazaliwa mara ya pili sio katika mwili, tunazaliwa kwa namna ya roho. Sasa nini kinapelekea mtu kuzaliwa mara ya pili? Maana tunajua kuzaliwa mwilini, tunajua biolojia inakuwaje, mwanamke na mwanaume mpaka wanazaa mtoto. Maana yake kuna mbegu inayosababisha mtoto kuzaliwa. Kuzaliwa mara ya pili pia kuna mbegu inayosababisha mtu kuzaliwa mara ya pili. Mtume Petro anaieleza hii katika waraka wa kwanza wa Petro 1:23. Anasema, mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo milele. I like that. Hii naipenda sana. Tunazaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Hatuzaliwani. Mimi watoto wangu hawajazaliwa mara ya pili, wamezaliwa kwa mwili. Kwa hiyo nisipotee, tusiende mbali, turudi kwenye point. Kufunga kuna mkaza mtu yale maisha yake ya pili ya kuzaliwa mara ya pili. Ndio maana Mtume Petro yeye anakaza kwenye waraka wa kwanza wa Petro 2:2, anasema, kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Maana wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. Tafsiri ya Kiingereza ya Amplifier inasema, kwa maziwa yasiyogoshiwa ya neno, yani like newborn babies long for the pure milk of the word. Haya maziwa yasiyogoshiwa ni ya neno la Mungu, yatakayokufanya mtu wa Mungu
kukulia wokovu. Kwa hiyo tumalize kwa kusema mkazo wa kiroho unajengwa kwa kuacha kula na kunywa. Unapoacha kula na kunywa, kinachopata nguvu zaidi ni hali yako ya kiroho. Kwa hiyo mfungo ni wa muhimu kwa sababu unamfanya mtu aliyezaliwa mara ya pili kuwa imara katika maisha yake ya rohoni. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. Funga kama umezaliwa kiroho ili uimarike, uwe na nguvu za kiroho, uenende kwa roho, wala usitamani tamaa za mwili. Endelea kutufuatilia. Nitazungumza sababu ya pili, sababu ya tatu. Tutakwenda mbele zaidi kuangalia kwa nini mfungo ni wa muhimu. Na kutakia baraka za Mungu. Uwe na siku njema. Asante sana.